Naam, msikilizaji wangu, ni mwaka mwingine, mwaka 2026. Basi mwaka huu na haja kivingine vingine. Nasema mhubiri wa kandanda na haja kivingine vingine, kwa sababu nitakuwa na kudadavulia kila tukio kila tukio gani. Sasa leo hii nimeamua tuanze na hili tokeo la United kujaribu kumtafuta kocha wa muda mrithi, ama yule kocha mrithi wa muda. Namzungumzia an interim boss. Tukianzia pale Jumamosi walikuwa wanampigia upato sana Ole Gunnar Solskjaer baada ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na klabu na ile bodi ya United. Lakini duru za kuaminika leo hii zinasema kuwa huenda United ikamtangaza rasmi Michael Carrick baada ya kufanya yale mazungumzo ya moja kwa moja, nasema face to face talk. Nadhani Carrick amewashawishi ile bodi nzima, nazungumzia Barada, kina Sir Jim Ratcliffe, tayari ameshawashawishi na kuonyesha ana uwezo wa kuipeleka labda United kufuzu katika zile nafasi 4 bora msimu huu na kuelekea kule Champions League. Ole Gunnar Solskjaer alikuwa amesema yupo radhi hata kufanya kazi bure. Alisema na ile damu ya Manchester, anasema the DNA of Manchester. Lakini sasa hivi nadhani wanaangazia sana Mikel Carrick. Fikapo kesho bila shaka ama leo jioni kutakuwa kuna tangazo rasmi Mikel Carrick kama kocha wa muda wa United. Ukiangalia mechi mbili za United chini ya Darren Fletcher, United ameboronga toka sare ya 2-2 dhidi ya Burnley, kapigwa dhidi ya Brighton kombe lile la FA na izungumzia jana. Sasa United nadhania wataamua wamchukue kocha ambaye atafanikisha msimu mzima ulobakia. Sasa tukiangazia huyu Carrick anakileta nini United? Carrick ni yule kocha amefanya kazi United. Mechi yake ya mwisho alimpiga Arsenal 3-2. Nakumbuka Ronaldo akifunga mawili, Bruno Fernandes. Ni mechi ambayo aliishia kwa ushindi. Lakini tunaangazia mfumo ambaye anaenda kutumia Michael Carrick. Anaenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1. Yaani tunasema ni 4-2-3-1. Na huu mfumo ni mfumo kabla ya mechi, lakini pindi mechi inapoanza mfumo huu unabadilika. Kwa sababu nini? Sababu gani? Ukiangalia Carrick ni yule anapenda kuanza kucheza mpira kuanzia nyuma, building from the back. Na akianza nyuma huwa anatumia mabeki watatu. Huyu atakuwa huyu atakuwa ni Nusair Mazraoui, huyu atakuwa ni Matthias de Ligt, alafu huyu awe Lisandro Martinez. He starts building with a back 3. Kwa sababu anataka kumtumia yule fullback wa mwisho ambaye labda atakuwa ni Patrick Dogu. Anataka kumtumia in advanced position, awe anatumika kuleta zile crossing. Kwa mabeki watatu atakuwa anatumia kiungo mkabaji mmoja ambaye atasimama mbele yao. Huyo kiungo mkabaji bila shaka anaweza kuwa ni Casemiro, sababu anataka yule kiungo mkabaji mchezeshaji. Huyu anataka like a collect ball, achukue mpira kwenye hizi nafasi ndogo ndogo, basi a progress the ball. Na atakuwa anamtumia Casemiro, na pia atakuwa anatumia a natural winger. Na nikidhania United sasa hivi hawana a natural winger, kwa sababu hawa mawinga ambao wako nao, namzungumzia Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matthias Cunha, ni inverted wingers, na anataka kutumia a natural winger. United ilimpoteza Garnacho, United ikampoteza Rashford, United ikampoteza Anthony ambao wangemsaidia sana katika mfumo huu wake. Sasa United itambidi atumia natural winger. Sidhani kama atakuwa naye, kwa sababu hawa ni inverted. Kwa sababu anataka that right back ama left back who has advanced, na kukuwe na another winger who has those natural position outer, kwa sababu he needs those crosses. Na pia atakuwa anatumia huyu striker, anamzungumzia Benjamin Sesko ambaye ni mzuri, tumemwona chini ya Ruben Amorim akifanya hivyo. Awe anarudi collect zile balls na atumie Bruno Fernandes in like they are playing in wana switch. Nadhani hiyo itamfaa sana Benjamin Sesko. Lakini a natural winger basi ana kazi. Lakini tufanye nini? Tumwachie muda, kwa sababu ndiye atakuja kujaribisha United, tuone kama itamaliza katika zile nafasi 4 za wazi. Tufanye vipi? Tukutane tena kipindi kingine na tutakuwa nazungumzia El Clasico na matokeo yake. Sifa baba. Haya, mhubiri hapo natua. Tukutane tena. Bye.